Mimi ni meneja wa uchechemuzi kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Siku ya leo ningependa sana kuzungumzia juu ya kesi za kimkakati ambazo Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu pamoja na wadau wengine tumezifungua katika mahakama mbalimbali, mahakama za kikanda, lakini pia na mahakama za ndani ya nchi, kwa lengo tu kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari unazingatiwa. Tunalinda katiba, lakini pia na mikataba ya kimataifa ambayo. Sasa nitapenda kidogo tu kuzungumzia hasa kesi ambayo tulifungua mahakama ya Afrika Mashariki, mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, lakini pia kesi hiyo pia tulifungua pia ndani katika mahakama za ndani, na hii kesi inahusiana na ile sheria au kanuni za kielektroniki za mawasiliano ya posta, kanuni za mtandaoni, nadhani tunazifahamu, za mwaka 2022. Kesi hii ilifunguliwa na bwana mmoja anaitwa Deus Valentin Roimam, ambapo alifungua kesi hii kwa lengo la kupinga zile kanuni, vifungu mbalimbali katika kanuni hiyo ya mtandaoni, inaitwa online content. Na siku ya mwezi Disemba mwaka 2025 mahakama ya rufaa ilisema kwamba kifungu au kanuni ya 8 ya sheria hiyo au kanuni hiyo ni batili, iko kinyume cha ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu kifungu cha 8 hakitoi haki kwa yule mshtakiwa au mlalamikaji ambaye anaitwa na TCRA katika ile kamati ya maudhui kuweza kujitetea, kwa sababu tunafahamu kwamba katika kanuni tu za kawaida ni kwamba mtu yote atakiwa kuhukumiwa au kuadhibiwa bila kupewa nafasi ya kusikilizwa. Sasa kanuni ya 8 jinsi ilivyo sasa hivi hii sheria ya maudhui ya mtandao haimpi fursa mlalamikaji au mshtakiwa huyo anaitwa katika hiyo kamati kuweza kujitetea. Hivyo mahakama ya rufaa ambayo ndio mahakama ya juu kabisa kwa ndani hapa ilisema kwamba serikali iende kufanyia marekebisho, maboresho kifungu hicho kuweza kuweka haki ya yule mtu analalamikiwa kuweza kusikilizwa. Na hata hapa ndani leo katika siku ya kuadhimisha uhuru wa vyombo vya habari tumesikia majadiliano mbalimbali juu ya kwamba waandishi wanachukuliwa hatua kwa kufungiwa, wengine wanasimamishwa utendaji kazi wao, lakini hawajapewa fursa ya kusikilizwa. Lakini umesikia baadhi ya wawakilishi kutoka TCRA kusema kwamba hapana, watu wao wanaitwa. Lakini twende kwenye sheria inasemaje? Sheria mpaka sasa hivi tunavyoongea ni kwamba bado ile kanuni ya 8 haimpi haki mlalamikiwa kuweza kupata hiyo haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa kwamba tuangalie maamuzi yale ya mahakama ya rufaa ambayo ni mahakama ya juu kabisa mwaka 2025, na wameweza kusisitiza zaidi na zaidi, basi serikali ichukue fursa hiyo kwenda kufanya marekebisho ya kifungu hicho ili ile haki ya msingi ya kusikilizwa iweze kuchukua nafasi yake. Kuna kesi nyingine tukio lilotokea kuzimwa kwa mtandao, tuliweza kufungua kesi katika mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Ni kesi ya ushauri namba 56 mwaka 2025, na sasa hivi katika hatua ya awali. Kwa hiyo itatajwa tarehe, na itakapotajwa basi tutawaalika waandishi wa habari hasa ambao mko hapa Arusha muweze kwenda kusikiliza shauri hilo. Kwa hiyo katika hatua hiyo, na kuna maamuzi mengine ambayo yametolewa wiki mbili zilizopita juu ya kanuni hizi ambazo tunazungumza za maudhui ya mtandao, kesi ambayo ilifunguliwa na Nondo pamoja na wengine, ambapo pia mahakama ilibatilisha baadhi ya vifungu vya sheria hiyo. Kwa hiyo msisitizo ni kwamba kwa sasa hivi tunasisitiza zaidi hasa kwenye utekelezaji wa kubadilisha kanuni ya 8. Yaani tumejikita hapo zaidi kanuni ya 8 kwa sababu mahakama ya rufaa ya ndani hapa nchini Tanzania na yenyewe pia iliona hicho kifungu kiko sawa. Kwa hiyo kuhusiana hizo kesi nyingine tutaendelea hapa hiyo ratiba yake. Mahakama ikishasema hivyo maana yake ni batili, kwa sababu tayari, kwa sababu katika hii nchi ukiangalia katika ile mihimili mitatu, muhimili wa mahakama kazi yake kubwa ni kutoa tafsiri ya sheria. Kwa hiyo ikishatoa tafsiri, maana yake ni kwamba tunatakiwa sasa watu wote tuzingatie tafsiri ambayo imetolewa. Ni utekelezaji tu, ambao utekelezaji huo sasa watakiwa kufanya na muhimili wa executive au muhimili wa serikali, watakiwa kuanza kufanya huo utekelezaji. Kwa hiyo kwa sasa hivi kinachotakiwa ni kuweza
kurekebisha hiyo kanuni ya 8 ya kanuni hiyo, kwa sababu ukizungumzia sasa, ukija kwenye mahakama ya Afrika, unajua mahakama ya Afrika inakutanisha nchi mbalimbali. Kwa hiyo kidiplomasia, mara nyingi serikali inasema kwamba itakwenda kutekeleza, lakini tunayo mifano, kuna kesi ambazo tayari zimeamuliwa na mahakama ya Afrika kwenye mambo mbalimbali, ikiwemo uhuru wa vyombo vya habari, na mahakama ilitoa miaka 2 ya utekelezaji, lakini mpaka sasa hivi ni zaidi ya miaka 2 bado hakuna utekelezaji uliofanyika. Lakini tukifuata na kuongea nao, nasema kuna utaratibu ambao serikali inaendelea nao. Kwa hiyo iko hivi, kwa hiyo unaonesha huo utayari, lakini sasa kwenye utekelezaji kunakuwa kuna kusuasua. Musa Juma ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyakazi katika vyombo vya habari Tanzania YOUTA. Leo tupo katika haya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari Tanzania. Napenda kuungana na wenzangu waliotangulia kwamba bado tuna changamoto kubwa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari hapa Tanzania, na sisi kama wanahabari tunaungana na Kituo cha Sheria za Binadamu Legal and Human Center kuhakikisha kwamba sheria ambazo zina mapungufu ni muhimu kufanyiwa kazi ili waandishi wa habari wafanye kazi kwa uhuru. Tumeona hapa tumejadili mada kuhusiana na masuala ya ubunifu katika vyombo vya habari. Sisi tunaamini kama mwandishi wa habari bado anakabiliwa na vikwazo mbalimbali, bado anakabiliwa na vitisho, ni vigumu sana kuwa mbunifu. Lakini mbali ya hayo, bado nasisitiza maslahi bora kwa wanahabari. Mwanahabari akipata maslahi bora, ina maana ataacha kutegemea habari za viongozi, ataacha kutegemea kuandika matamko, badala yake atafanya habari za uchunguzi. Kwa sisi tunahimiza wamiliki wa vyombo vya habari kuendelea kuboresha maslahi ya wanahabari ili swala la ubunifu liweze kuwepo, kwa sababu mtu mwenye njaa hawezi kuwa mbunifu. Hiyo la pili. Lakini la mwisho, tulitegemea baada ya serikali kuja na sheria ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 mazingira ya wanahabari yangekuwa bora, lakini badala yake sasa mazingira yanaendelea kuwa magumu. Leo hii tunasikia kila siku hii jabu imekuwa ikidhibiti waandishi, watu wamekuwa wakizuiwa kufanya kazi, watu wamekuwa wakizuiwa kutoa maoni. Kwa hiyo tunaiomba serikali hizi sheria ambazo imeitungwa ya huduma za vyombo vya habari basi isitekelezwe tu kwa kudhibiti waandishi. Kuna vifungu vingi katika ile sheria. Kuna vifungu vya kuwawezesha wanahabari kiuchumi, kuna vifungu vya kuwapatia wanahabari bima, kuna vifungu vya kutoa mikopo kwa wanahabari. Sasa sheria isilenge tu kudhibiti wanahabari, bali sheria ilenge kuboresha mazingira ya kazi ya wanahabari. Kwa katika maadhimisho haya, sisi kama YOUTA, chama cha kutetea haki za wafanyakazi, tunataka serikali itekeleze sheria ya huduma za habari kwa pande zote. Ni sawa kama kuna ukiukaji wa sheria, lakini vile izingatie yale ya kuwawezesha wanahabari kupata bima, kulipwa vizuri. Nadhani haya ndio sisi kama wanahabari tulitegemea yao ya kwanza kutekelezwa, badala ya sasa kuwa na vikwazo vingi zaidi. Asante.